Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina. Moja kwa moja tunaelekea Greenland ambapo makamu wa rais wa Marekani Vance amefanya ziara yake huko Greenland, lakini ziara yake yaleta utata. Na tukiangalia hapo nyuma, rais wa Marekani Donald Trump aishatoa nia ya kukitaka kisiwa hicho. Tena tukajue nini kimejiri. Utakuwa na mimi Christina Mbaruko. Kituo cha anga cha Pittsfield kilichopo kaskazini magharibi mwa Greenland kimekuwa na jukumu muhimu la kufanya upelelezi na kugundua makombora ambayo yanapaniwa kuelekezwa kwa Marekani na kutoa onyo. Greenland imekuwa kipaumbele cha Washington tangu Rais Donald Trump aliporejea ikulu ya White House. Rais Trump anakiangalia kisiwa hiki kama eneo muhimu kwa ulinzi wa Marekani na kulaumu Denmark kwa kushindwa kuhakikisha usalama wa kisiwa hicho chini ya mamlaka yake. Mivutano iliongezeka wiki hii baada ya kutangazwa kwa ziara ya kushtukiza ya ujumbe wa kiwango cha juu wa Marekani ukiongozwa na Usha Vance ambaye baadaye mume wake alijiunga naye, makamu wa rais J.D. Vance. Serikali ya Denmark na utawala huru wa Greenland walipanga safari hiyo hadi Washington ilipotangaza kuwa itazuru tu kwenye kambi ya Pittsfield ambayo imekuwa chini ya udhibiti wa Marekani tangu miaka ya 1950. Katika kona hii ya mbali ya Arctic, kilomita 1200 kutoka kwa ncha ya kaskazini, kambi hii imekuwa sehemu muhimu tangu mwanzo wa vita baridi. Ilianzishwa ili kugundua mashambulizi ya makombora kutoka kwa Umoja wa Kisovieti na kurejesha mapigano kwa haraka. Kazi yake ni kufuatilia anga, kutoa onyo la mashambulizi ya makombora na kufuatilia satellite za ulinzi wa Marekani. Kutokana na jukumu hili la kambi hii, makamu wa rais wa Marekani Vance alitaja kuwa ni ulinzi wa Marekani ulioko kaskazini ya dunia. Pittsfield ni kambi muhimu kimkakati kwa sababu ya eneo lake la kijiografia. Wakati wa vita baridi ikitiki, ilikuwa ni njia fupi ya kushambulia Marekani kwa kutumia makombora ya masafa marefu, na ikabaki kuwa njia muhimu kwa adui yeyote atakayetaka kushambulia Marekani hivi leo. Taswira unaokutana nayo ukitembelea kambi hiyo inakuba nyeupe za lada, chombo ambacho marubani ukitumia kuonyesha vitu kwenye skrini vinavyokaribia eneo hilo. Ni mfumo unaogundua pindi makombora ya kimaabara na au makombora yanayozinduliwa kwa bahari. Kulingana na data iliyochapishwa na idara ya ulinzi wa Marekani, kikosi hicho kina takribani watu 650. 200 ni wanachama wa jeshi la anga la Marekani na jeshi la wanahewa. Wengine ni wakandarasi wa kiraia wa Canada, Denmark na Greenland wanaoishi na kufanya kazi kwenye kambi. Kambi ya Pittsfield imetegemea uwanja wa ndege ambao unafanya kazi mwaka mzima ili kuunganishwa na dunia ya nje. Jeshi la uhandisi la Marekani mara nyingi limehusika na ukarabati miundombinu katika mazingira magumu ya Arctic. Tangu kuundwa kwake, jeshi la Marekani limesoma mazingira ili kuwezesha shughuli zake, na NASA imechukua upotefu wa barafu katika Arctic kutoka huko. Marekani ni nchi pekee kando ya Denmark inayokuwa na kambi ya kijeshi ya kudumu huko Greenland. Uwepo wake wa kijeshi ulianza wakati vita vya pili vya dunia, wakati Denmark ilipoanguka na kudhibitiwa na wanajeshi wa Kijerumani. Marekani ilituma wanajeshi Greenland na kuanza kujenga viwanja vya ndege na miundombinu mingine ili kufuatilia shughuli za meli za kijeshi za Kijerumani. Baada ya vita na ushindani mkubwa kati ya Marekani na Soviet, Marekani na Denmark walitia saini makubaliano yanayotambua haki ya Marekani kudumisha wanajeshi na vituo huko Greenland. Kuundwa kwa NATO mnamo mwaka 1949, ambayo Marekani na Denmark ni wanachama wake, kulithibitisha ushirikiano mkubwa wa ulinzi kati ya nchi hizi mbili. Greenland imekuwa mojawapo ya vipaumbele vya sera za kigeni za utawala wa Trump, na Pittsfield imepata tena umaarufu ambao ziara ya Vance inasisitiza. Trump amesema anataka kisiwa hicho kiwe mali ya Marekani, akisisitiza kwa mara ya kwanza usalama wake ni muhimu kwa Washington na kwamba Denmark haiwezi kuihakikishia. Ikiwa wakati vita baridi, kambi hiyo ilikuwa ufunguo wa kugundua au kuzuia makombora ya ballistic ya maabara, ukishindana kati ya Urusi na Uchina kuunda silaha zenye kasi inayothibitisha umuhimu ambao wachambuzi wa ulinzi wanahusika nao. Hivi sasa silaha zenye kasi ambazo zinaweza kusafirishwa kwa kasi kubwa na kwa urefu mdogo ni tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa.
Makombora hayo ni vigumu kuzuia na hivyo kambi ya Pitfek inakuwa muhimu zaidi katika ulinzi wa Marekani. Kwa teknolojia iliyopatikana, hakuna kifaa cha ulinzi kinachofanya kazi dhidi ya silaha hii, kwa hivyo ulinzi unalenga kuzuia adui kutumia silaha za nyuklia. Kwa hivyo Pitfek ni sehemu muhimu kwa usalama wa Marekani na inabaki kuwa suluhisho la kijiografia kwa changamoto za usalama wa leo. Hii ilikuwa ni habari kwa kina. Langu jina ni Christina Mbalo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.